for his goodness today. As we always thank him for who he is and what he has done for us. There's many things that happen in our life. But this message, God moved me to speak to the church today. I think that a lot of times that we are disturbed because of the things that are happening on our day-to-day levels. But there's something going on. There's something. And God wants to speak to the church. Do you want the Lord to speak to you today? If you want God to speak to you, somebody ought to shout hallelujah. Amen. My spirit is disturbed today because of the things that happen in our world. But it doesn't mean that God is not in control. There are things we must do because of the things that what we must do, God is going to deal with us on that level. One, I thank God for all the pastors that are on the pulpit. I thank the church for inviting me to be here. But I do have a word from the Lord. I do have a word from the Lord. We're going to go into the book of St. John, the 11th chapter. St. John chapter 11. A very familiar passage that we have. How many of you have heard of the story of Lazarus? The man that was raised from the dead. Raise your hand. Jesus raised him from the dead. And it reads as such. There was a certain man. Now, a certain man was sick, named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Then when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. And when he had heard, therefore, that he was sick, he abode 2 days sleep in the same place where he was. We're going to drop down to verse number 11. These things said he, and after
that, he said unto them, wakati iliisha aliwaambia, our friend Lazarus sleepeth, rafiki yetu analala, but I go, lakini nitaenda that I may awake him out of sleep. Nimwamushe kwa usingizi. Then his disciples, sasa wanafunzi wake, then said his disciples, akaambia wanafunzi wake, Lord, if he sleep, mfalme kama nalala, he shall do well. Atakuwa mzuri. Howbeit, sasa itakuwaje? Jesus spake of his death. Yesu alilipa ile kifo yake. But they thought, lakini waliwazia, that he has spoken eti alisema of taking rest in sleep. Eti analala. Then said Jesus unto them plainly, Yesu akawaambia, Lazarus is dead. Lazaro amekufa. And I am glad, lakini nafurahi for your sakes, kwa nyie, that I was not there, kwa juu sikukuwa pale, to the intent ukife nimekuwa, ye may believe. mtaamini. Nevertheless, hata let us go unto him. acha twende tumuone. Let's drop down to verse number 20. Acha twende kumstari ya 12. Then Martha, wakati Martha, as soon as she heard wakati alisikia that Jesus was coming, eti Yesu anakuja, went and met him. alienda akamkuta, but Mary sat still in the house. lakini Maria alibakia pale mnyumba. Then said Martha unto Jesus, Martha akaambia Yesu, Lord, mfalme, if thou hadst been here, ungekuwa uko hapa, my brother had not died. kaka yangu hangekuwa amefariki. But I know, lakini najua, that even now, sahi, whatsoever thou wilt ask of God, hata kitu yenye tumekuomba, God will give it thee. Mungu anaweza kipana. Jesus said unto her, Yesu akamwambia, thy brothers shall rise again. kaka yenu ataamuka tena. And Martha said unto him, Martha akasema, I know that he shall rise again nitajua ataamuka tena in the resurrection at the last day. wakati ya kufufuka. But Jesus said unto her, Yesu akamwambia, I am the resurrection mie njo ufufuo and the life. na uzima. And he that believeth in me, Na ule mwenye ananiamini, though he were dead, hata ungekuwa umefariki, yet shall he live. utaamuka tena. And whosoever liveth Mwenye anaishi and believeth in me na ananiamini, shall never die. hata kufa. Believeth thou this? Muamini ile. Now, let's go one more place. Acha tuende kitabu kingine. Number 38. Mstari wa 38. And it reads as such, that the saying of Elijah, Jesus therefore, again groaning in himself, Yesu akarudisha moyo wake ndani, cometh to the grave. akaenda kwa kaburi. It was a cave, Ilikuwa kaburi and a stone laid upon it. na kulikuwa jiwe yenye nafunika. And Jesus said, take ye away the stone. Yesu akasema, muondoshe ili jiwe. Martha, the sister of him that was dead, Martha mwenye alikuwa pale, said unto him, akamwambia, Lord, Mungu, by this time he stinketh, hii saa hii ananuka, but he had been dead 4 days. kwa juu anamaliza siku 3 na anakufa. And Jesus said unto her, Yesu akamwambia, said I not unto thee, mie siko kuipe, that if thou wouldest believe, kama hauniamini, thou shouldest see the glory of God. utaona utukufu wa Mungu. Then they took away the stone Wakaondosha jiwe from the place where the dead was laid. ile yenye ilikuwa inafunika kaburi. And Jesus lifted up his eyes Yesu akainua macho and said, Father, akasema, Baba, I thank thee that thou hast
heard me. na kushukuru, And I knew that thou hearest thou me always. najua wewe ndio mwenye, But because of the people which standeth by, I said, lakini mimi nasema that they may believe that thou hast sent me. watu waniamini kama ni wewe umenituma. And when he had thus spoken, Wakati alimaliza kusema, he cried with a loud voice, akalia na sauti mkuu, Lazarus, Lazaro, come forth. kuja hapa. And he that was dead came forth, Ule mwenyewe alikuwa amekufa bound hand and foot na kitu alikuwa amemfunga with grave clothes. na ile mifungo ya watu wenye wamekufa. And his face was bound Macho yake ilikuwa about with a napkin. ilikuwa imefunikiwa. And Jesus said unto them, Yesu akawaambia, loose him mumfungule and let him go. mumwache aondoke. And all the people said, amen. Watu wote wakasema amen. Father, right now in Jesus' name, I thank you. I thank you that you are good to us, and I thank you that you're kind. There's nothing we can do on our own. Nothing we can say. Nothing that we can try to come up with. But it's you, oh God, that do everything right. And I ask you that you would take over this service, oh God. Move in the midst of us. Lord, anoint these lips of clay, that I may speak your engrafted word, which is able to save our soul. Move upon us right now today. Help us, keep us, oh God, and strengthen us, and save us from ourselves and this world and the death that there is to come here in this world. Bless us right now, oh God, and keep us and strengthen us. We praise you, honor, and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. I'll be speaking to you today for your consideration. Are you ready now? Are you ready now? Muko tayari? I want you to look at somebody next to you. Ona mwenyewe mnaikaa pamoja. And I want you to look at them real good. Muone mzuri. And I want you to say to them, Ambia mtu mwenyewe mnaikaa pamoja, are you ready now? uko tayari muonane? No. You didn't say it good enough. No, you Niko didn't say it naona good mko enough. tayari. Look at them one more time. Ona mtu mwenyewe mnaikaa pamoja. Come on, look at them. Muone. And ask them, Muulize, are you ready now? uko tayari sahihi? When you start out with this story, Wakati tulianza hii historia, it's a story about a man that died. historia ya bwana mwenyewe alifariki, And even though they wanted Jesus hata walikuwa wanataka Yesu to be there before he died, akuwe pale na hayakufa, but yet God wanted to do something. lakini Mungu alitaka aoneshe kitu. And a lot of times when he wanted to do things, Muda mwingi kama Mungu anataka fanya kitu, you got to understand mpaka uelewe that you must let God have his way. ni kuacha Mungu anafanya jinsi How many of you anataka. believe God must have his way? Nani mwenyewe anaamini kama Mungu anajua jinsi ya kufanya vitu yake? So I have to deal with this thing called discipleship. Discipleship, So hii kufanya kitu ya utumwa, which is a student, right? A student. A student. so kukuwa mwanafunzi wa Yesu. So when you hear me use the term discipleship, that Kama means mnasikia mimi nasema neno kukuwa mwanafunzi wa Yesu, you are a student of God. na nyie ni wanafunzi wa Mungu. In the midst of training, Kukuwa Mungu anafundishwa to be what the teacher wants you to be. kukua jinsi mwalimu anawafundisha The kukua. teacher's not up here yet. Mwalimu haiko hapa. But what happens with us, Chenye kinakuwaka kusie, when you look at the story, ukiona hii historia,
I want to ask you this question. Ninataka wauliza hii swali. Did Lazaro ask to be raised? aliomba kufufuliwa? Did Lazaro go to Jesus and say, raise me up? alienda kwa Yesu akamwambia nifufue? No. Hapana. No more than you and I Hakuna kitu mimi na wewe tunaweza fanya can come to God. kukuya kwa Mungu. It's not that we come to him. Hatuwezi kuya kwake, He comes to us. yeye anakuya kusie. The problem is discipleship. Shida hii ya kuwa wanafunzi, Discipleship means hii wanafunzi na maanisha that you are a person wewe uko mtu in training. unafundishwa How to do what God said. jinsi ya kufanya vitu yenye Mungu amesema. Now, you have to grow in God. Ni mpaka ukomale katika Mungu. In anything of growth Kila kitu ya kukomala will always have pain. itakuwa na mateso. Because there are things Kwa juu kuko vitu that God is wanting you and I to do yenye Mungu anataka mie na wewe tufanye, that both you and I yenye mie na wewe don't want to do. hatutaki vifanye. So he has to whip us. Ni mpaka atupige kafimbo, And when he whips us, kama anatupiga kafimbo there's pain kuko maumivu, to get us to do his will. kusudi tufanye yenye anataka. We don't always understand his will. Hatuelewe kila wakati vitu yenye Mungu anapenda. There was another man Kulikuwa bwana mwingine in the Bible by the name of Job. Biblia walikuwa wanamuita Yobu. How many of you have heard of the man Job? Nani mwenye anajua Yobu? Job was a man Yobu alikuwa bwana that the devil didn't even consider. Satani hakukuwa anamuona. But when Satan came to God, Lakini wakati Satani alikuja kwa Mungu, he put the devil on Job akatia ule shetani akaenda kwa Job, because Job needed lessons. kwa juu Job alikuwa anataka kufundishwa. And so do you and I. So wewe na mie, The lessons that he's trying to teach us vile vyenye Mungu anataka tufundisha is how to be disciplined. ni jinsi ya kuwa tunatii. That you are no longer yourself, Kwa juu wewe hauko kipekee, but there's a God over you. lakini Mungu iko juu yako. There's a God over me. Mungu iko juu yangu. There's a God over your pastors. Mungu iko juu ya mapasteri There's wewe. a God over your mother and fathers. Mungu iko juu ya baba yako na mama There's yako. a God over your teachers. Mungu iko juu ya wanafunzi ya walimu wako. There's a God over your family. Mungu iko juu ya nyumba yako. And most importantly, Lakini ya muhimu, there's a God over every one of your circumstances. Mungu iko juu ya kila kitu yenye iko kwa maisha yako. So you don't know what you may be up against. So haujui chenye unataka kumbana nacho. So you must have a thing called commitment. Lakini kuko kitu ya kujitia kutia mpaka hii nifanye. Where if God tell you to do something, Kama Mungu anakuambia kufanya kitu, we must learn how to stop questioning him ni mpaka tuache kukuwa na muuliza, and learn how to be obedient to him. tufanye kitu yenye anatuomba. And this is most important, y'all. Hii ndio ya muhimu. The reason why there is so much trouble sometimes in our life Sababu nini kwa juu tuko na mashida kwa maisha yetu? is because we don't understand the commitment. Ni kwa juu hatuelewe kuwa na fix kitu kimoja. Whether you're right or wrong, Kama uko mzuri ama mbaya, you have an argument with someone, uko naongea na mtu, and if God says shut up, kama Mungu anakuambia nyamaza, even if you're right, hata kama wewe ndio mwenye we msema must kweli, learn how to shut up. ni mpaka unyamaze. Somebody ought to shout hallelujah. Sema haleluya. Now, when we are in a place with God, Kama tuko nafasi na Mungu, we must understand ni mpaka tuelewe that there must be a certain amount of trust in our commitment. kuna wakati ni mpaka tuamini Mungu. I'm mighty afraid Unaweza kuwa unaogopa that we sometimes feel eti tunajisikia that the changes we need eti vitu yenyewe tunataka, mabadiliko yenyewe that's tunataka going to be an automatic thing ifanyike pale pale without pain. kama hatumii.
But it will never happen without lakini pain. utakuwa mabadiliko bila hakuna maumivu. We must always learn Mpaka tujifunze that what God had for us, He got. kama Mungu chitu yenye Mungu iko nayo kwa sie, But we got to stay still lakini tubakie pale and be committed to Him. tuendelee kuwa pale na yeye. If we trust Him, Kama tunamwamini, even if things go wrong, hata vitu vinaenda mubaya, we must trust the process. ni mpaka tuamini kila kitu jinsi We kinafuatana. must trust what He is doing. Ni mpaka tuamini kitu yenye Mungu iko nafanya. And what happens with us, Chenye kinakuwaka kusie, because we are our own person, kwa juu sie tuko kipekee, we feel we might not have to submit, tunazania haiko mpaka tufanye kila kitu. which brings in another problem. Tena hili inaleta shida nyingine. That problem is called consequences. Ile shida njoo ina matokeo. Consequences Matokeo are when things come on us ya vitu yenyewe vinatukua yako through the wrong things we have done kwa to ajili ya ourselves. vitu mbaya tumejifanyia. Has nothing to do with God. Hakuna ile haikamatane na Mungu. It's because of our lack of Ni obeying. kwa juu hatukuamini Mungu. Because when God found you and me, Kama Mungu alitukutana mimi na wewe, He found us in all kinds of situations. alitukutana kila Mungu tunaiko kwa maisha yake. Can somebody say amen? Naweza amen. All right. When He found us, Wakati alitukutana, we have a lot of issues tulikuwa na mashida tofauti. that must be straightened, Ni mpaka tuzitie kwa line, that must be changed, ni tuzibadilishe, that's got to be different, mazikuwe tofauti. even though we don't understand it. Hata hatuvielewi, Because what God wants, chenye Mungu anapenda, God gives. anakipata. And if we do not do His will, Kama tufanye chenye Mungu anataka, we will suffer consequences. tutateseka. Remember, what He does, He has to bring us to another place. Kitu yenye Mungu anafanya, anatukamata na tutia kwa nafasi nyingine. Because you really don't see where you are going. Kwa juu haujue kwenye uko naenda. Because you didn't know that would be a part of your growth. Kwa juu haukuwa najua kama kutakuwa mabadiliko ya kuenda hiyo. Everything that God deals with you on Kila kitu yenye Mungu anakufanyia, is a part of your growth. kile ni kitu yenye inaacha unaenda hiyo. I have never seen growth Siaona kukomala without pain. kama mtu aumie. I've never seen changes Siaona mabadiliko come upon us without pain. kama hakuna kuumia. There has to be a certain amount of Ni pain mpaka kukuwe kuumia associated with our changes. yenye inakamatana na mabadiliko yetu. So Jesus said, Mungu alisema, "Come unto me, all ye nyie wote mkuye kwangu, that are heavy laden bali wenyewe and wanachoka, burdened, and I'll give you rest." nitawapatia kwa kupumzika. He said, Akasema, "My yoke is easy mie niko tayari and my burdens are light." na mie mizigo yangu iko teketeke. But how can it be light Sasa inaweza kuwa teketeke or easy ama ikuwe rahisi when I am not obeying His na will? mie siko na mtii? It can't be, right? Inaweza kuwa teketeke. So when the pain of discipleship Kusudi maumivu ya wanafunzi comes upon us, ikuye na ni nyongezo. this pain comes from God to teach us. Kusudi ile maumivu inakuya na ni kutufundisha. But then when I don't want to do His will, Lakini kama sipendi kufanya chenye Mungu anataka, and I go back to where I come from, ninashendea kwenye ninatoka, start hanging out with the same people I used to hang with, niendelee na marafiki zenye nilikuwa nazo, and they try to get me to do the old things again, waendelee kuniambia kufanya vile vyenye nilikuwa ninapenda kuacha, it causes changes in my life. ili naita ubadilike. And the changes come with Ile consequences. mabadiliko inakuya na vitu yake yenye iko Hear tofauti. me, young people. Wayusi mnisikie. Consequences Ile will always come. itakuya, We never get away with things. hatuwezi iacha nyuma. Hear me, somebody. Kama uko mtu, Consequences ile will always catch up with us. itakuya na itatufuata. A lot of times we think we get away. Kuna wakati tunazania vile tumeliacha, God is an all-seeing God. tunazaa Mungu nadhani haiko na How tuona. many of you know that God sees everything? Nani mwenye anajua Mungu anaona kila He kitu? misses
nothing. Hakuna kitu yenye haone. God sees it all. Mungu anaona kila kitu. He sees when we're real with him. Anaona kama tuko na And he msemesha ukweli. sees when we're not. Na anajua kama tuko nasema uongo. And remember, you didn't come to God, God came to you. Ukumbuke au kukuya kwa Mungu, Mungu ndio mwenyewe alikuya kwako. And if God came to you, Kama Mungu alikuya kwako, that means he's got a plan for you. inamaanisha iko na mipango yako. The thing is, we don't see the plan. Lakini hatuwezi jua mipango ya Mungu kusia. And because we might not see the plan, Lakini kwa jua tujue mipango yake, it causes us inaacha sie to feel like we will go nowhere. tunazania hatuende nafasi. I want to tell you today, Lakini acha nikwambie leo, God's got a plan for you. Mungu ako na mipango kwako. God's got a plan for each and every Mungu one. iko na mpango kwa kila mtu. God's got something for all of Mungu us. iko na kitu kwa kila mtu. But we need to learn how to be committed to Lakini him, mpaka tujifunze kumtii. even when it's in our wrong. Hata kama tuko naona haiko mzuri. Never stop. Usiache, Because if you stop, kwa juu ukiacha, it ain't going to do nothing but cause further frustration. itaacha wewe usumbuke. But with God, all things are possible. Lakini kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Somebody ought to shout hallelujah in this place. Sema haleluya. Come on, I want to hear you shout hallelujah. Sema haleluya mara tena. Amen. Because there are things that God want to do with you and I. Kumbe vitu yenyewe Mungu anataka tufanyia mie na wewe, He never intended hakutaka for you not to be a different person. wewe kuwa mtu tofauti. If we believe we're going to stay the same way, Kama tunamwamini eti tutabakia nafasi moja, you didn't come to God. hakukuya kwa Mungu. Because God's got to change us. Mungu ni mpaka atubadilishe. God's got to remold us. Mungu atufanye mzuri. God's got to bring us through some things. Mungu atupitishe kwa vitu. There are hurts that you have in your life. Kuko mashida zenye uko nazo kwa maisha God's yako. got to get you through those hurts. Mungu ni mpaka akutoshe. There are things that people have done to you, Kuna vitu watu and wamekufanyia you won't forgive na nobody. hauwezi wahurumia. We got to learn how to forgive Mpaka one another. ujifunze jinsi ya You see, kuhurumia. you can't love someone you don't know. Hauwezi hurumia mtu mwenye haujui. In order to love someone, you got to know him. Kupenda mtu ni mpaka umjue. And God wants us to know who he is. Mungu anataka tumjue yeye ni nani. We can say all day long Siku tunaweza sema siku yote that we love each other, eti tunapendana. but in the action, Lakini you matendo, know, but in action, we don't show that. hatuionyeshi. Because if we show it, Kwa juu kama tunaonyesha, that means it's not just from the lips, inamaanisha isitoke kwa kinywa it's tu. from the spirit. Inatoka kwa kiroho. Have you ever come to church and your spirit is troubled? Unaweza kuja kwa kanisa na Have you roho ever yako hapa. tried to figure out what's wrong? Unazowazia sasa ni nini yenyewe iko Get natendeka. on your knees and you ask God, Uende kwa magoti uulize Mungu. what must I do? Ni nini yenyewe nilifanya? What is going on with me? Nini yenyewe iko natendeka kwangu? And God has to let you know what He's Mungu doing. atakwambia chenye iko nafanya. Because is this, Kitu ni when you got life in you, kama kuna uhai, you got to obey the God of life. nataka utii Mungu wa uhai. It might not be the easiest thing always. Inaweza kuwa haiko rahisi. It seems like sometimes God take the hard road, Sometimes Mungu anakupitisha kwa njia ngumu, but it's still coming growth. lakini mpaka uko na komaa. That means He's going to bring you through something. Inamaanisha Mungu anataka kupitisha kwa He's kitu. going to deliver you out of whatever you are in. Tosha kwa shida yote yenye uko nayo. There are things that you've done wrong, Kuna vitu yenye umefanya mbaya, but God didn't come this far to leave you. Mungu hakukuacha. He said, I got to raise my Alisema people huyu up. Mungu mpaka nimtie yule. I must deliver them from their Mpaka condition. niwaokoe kwa shida zenye wako nazo. Because sometimes we feel bad about Lakini ourselves. tunajisikia mbaya. The devil will make you feel that you have no reason to live. Shetani alikwambia hauna kitu yoyote yenye nawezi acha unashukuru. But how many of you know this is the day Nani mwenye anajua leo naweza that the Lord had made? yenye Mungu The amekufanyia. Bible says, let us rejoice Inasema, acha tushukuru Mungu, and be glad therein. tufurahi. I must learn how to rejoice in every day. Nifurahi kwa kila jambo lote. Don't let your problems get you down. Acha mashida zako zikaache na bakia Don't chini. let the pain in this life Acha maumivu yako ya hii destroy your joy. ikuharibishe. We got to always give God the glory. Mpaka Mungu tumuinue. Anybody feel like giving God some glory?
kuwa hapa, and it seems like it ain't gonna never go away. inaonekana haiende nafasi. But God's got a reason for you. Mungu ako na kwa sababu kwa juu ile hiyo. Just like Lazarus was. Ni kwa juu Lazarus He heard that Lazarus was sick. alisikia eti Lazaro But anagonjwa, he didn't come to see about lakini the one he loved. hakuya pale pale. And then people look at, well, why didn't he come? Watu walianza sema mbona ni rafiki yako kwa juu hakukuya? Where were you at? Ulikuwa wapi? How come you didn't come to my rescue? Kwa juu ya nini hakukuya niokoa? Everything we go through, Kila kitu yenye tunapitia, people make it seem like it's an emergency. hata ionekane iko saa ya ghafla. It may be an emergency in your mind, Haiwezi kuwa ghafla kwa akili yako, but God said, I got this lakini thing. Mungu anajua ile inaiweza. And whatever you up against, Kila kitu yenyewe uko nayo, I will get you mimi out. nitakupitisha ndani. Come on here. Whatever you are up Kila against, kitu yenyewe unapita ndani, God said, I will anasema deliver mimi you. nitakusaidia kukutosha ndani. I will knock that devil out. Mimi sitaacha shetani I abaki will wewe. bring that pain down to a Ile low. maumivu yako nitaiondosha. I'll get you back up on your feet. Nitatia maisha yako But miguu you yako gotta vizuri. trust the process. Lakini ni mpaka uamini kila kitu jinsi inafuatana. You gotta trust that God is ready for you. Mpaka uamini Mungu yuko tayari kukusaidia. God's gonna bring you out. Mungu atakutosha pale, He's not gonna leave you right there. hata kuacha pale kwenye huko. You sit there, let the devil make you feel bad. Anasema acha shetani aache unajisikia vile. Some of you are wondering, am I ever gonna get back? Watu wanazania mie nitapata. Some of you are wondering, will I ever get through this Watu thing? wanazania mie But God got somebody for Mungu you. anajua atakupitisha. God got an answer for each of Mungu us. yuko na jibu ya kila swali yenye uko Never nayo. get too bad Hakuna kitu yenye inaweza kuwa that mbaya God cannot save. yenye Mungu hawezi kuokoa ndani. Come on, let me see you praise Him right fast. Naona mnazudia. Let's just have a praise break just for a moment. Come on, Acha let's tusikie have a makofi. See, the thing is this. Kitu ni nini? God wants you to understand Mungu anataka uelewe that He's got a plan. ati iko na mipango kwako. You might not see it. Hawezi ona I might not see na it. mimi siwezi ona. But you got to trust Him. Lakini ni mpaka umwamini. You got to believe Him. Ni mpaka You umwamini. got to be committed to Him. Mpaka ubakie. See, the hardest part is this. Kitu ni How can you be committed in something jinsi gani yenyewe nawezi bakia kwa kitu that you don't believe? yenyewe hauamini. So if the devil knows you don't believe, Kama Satani anajua hauamini, you can only play the game for a minute. unawezi omba muda kidogo, But for them that believe, lakini wale wenyewe for wanaamini, them that know something, wale wenyewe wanajua kitu, for them that been experienced, wale wenyewe walipita and ndani, know that God can do some wanajua stuff. Mungu anaweza fanya kitu. How many of you here have a testimony? Wangapi hapa wenyewe wako na How many ushuhuda? got a testimony? Wangapi wenyewe wako na ushuhuda? How many of you been through anything with God and God brought you Wangapi out? wenyewe wanajua? Let me see your hand if God had brought you out of something. Unajua Mungu alikutosha katika kitu. If you don't have nothing else, Kama hauna kitu kingine, if you don't know nothing else, kama ujue kitu kingine, always go back urudie nyuma to that testimony kuile ushuhuda yenyewe uko and do nayo. this. If you do Ufanye it, hivi. y'all ready? Ufanye hivi. I want you to say, Lord, Nataka waseme Mungu, thank you for my testimony. asante kwa ushuhuda yangu. Thank you for what you brought me out Asante of. kwa juu kwenye ulinitosha. I thought I was down and out. Nilizania niko chini. I thought I was sick and couldn't get well. Nilizania nitabakia pale chini. I thought I'd never be where I am. Nilizania sitakuwa nafasi. But you brought me out. Ukanitosha. And for that, I'm going to praise Kwa you. njia ile For nitakusifu. that, I'm going to glorify Kwa njia you. ile nitakusifu.
unataka Mungu get up akutoe, from where you na are wewe toka kwenye uko, and be seen by a great big God. Mungu Let him know I am here. ajue uko pale. Let him know Acha Mungu the ajue. devil thought he had, Satani alizania iko na but wewe, I'm still praising. lakini ungali nashukuru Come on, Mungu. somebody. I'm still praising. Ungali nashukuru I'm Mungu. still glorifying. Ungali nashukuru I'm Mungu. still believing. Ungali naamini Oh, Mungu. he's going to do it for me. Mungu Somebody anafanya ought to hivyo. shout hallelujah. Unaweza sema haleluya. Come on, let's give God some Nataka glory. Mungu aseme haleluya. You know that God can do it. Unajua Mungu alikupitisha You know ndani. he's not going to stop Unajua where he Mungu is. hata kuacha kwenye He uko. will bring you out. Atakutosha pale. But you got to believe it in your own Mpaka self. muamini. You got to say it. I know, Mpaka Lord, useme najua Mungu. trouble's on my back. Mashida ziko na mimi. Things are not doing well. Vitu haviko naenda mzuri. But I know one thing. Lakini najua kitu You're kimoja. going to see me through it. Utanipitisha I ndani. believe it today. Naamini leo. Look where you are right now. Ona kwenye uko leo. Where were you at last year? Kwenye ulikuwa mwaka What jana. was going on in your life last year? Ilikuwa naenda kwa maisha What yako. was happening last year? Shida ilikuwa naenda Look maisha where he yako. brought you to. Ona kwenye Look how you're living to. Ona kwenye Look at how he's bringing you out. Ona kitu yenye And you mean to tell me you can't praise him? hawezi shukuru What is Mungu. wrong with us? Uko na shida gani? We need to give God the glory. Mpaka tushukuru Mungu. We had troubles. Tuko na mashida. We didn't know what was going to happen. Kuwa najua kama itaisha. Did God bring you out? Mungu aliachi naisha. If he brought you out, shout hallelujah. Tuliisha, sema haleluya. If he brought you out, shout hallelujah. Tosha nje, sema haleluya. Look at the thing you up against now. Mpaka leo Can he bring you out of that too? shida yenye kuna Somebody, you tell me. You tell me. Unaweza You niambia. tell me. Unaweza You niambia. tell me. Can he bring you out? Hakutosha Can ndani. he bring you out? Hakutosha kwa So shida then zako. get up on your feet and show me that he can bring you out. Hakutosha. Get up on your feet and show me that he is still alive. Mama haleluya. Come on here, somebody. Come on. Let's give God the glory right there. Let me see you praise him. Let me see you glorify him. Let me see you say yes to his will. Come on, shout hallelujah. Haleluya. God is a good God. Mungu ni mwema. Let me say it one more time. God is a good Mungu God. ni mwema. And I've been up against some stuff. Kuna vitu yenye tulikuwa napita ndani, I didn't know how I was going lakini to sikujua kitu ni nikatoka. Have you ever lost your job Na before? wewe ulikosa kazi? Y'all know what I'm talking about. Have you ever lost your Kuna job? wakati ulikosa kazi? I have. Mie nilishawahi And it wasn't my fault. na haikuwa makosa yangu, But they accused. lakini walinisingizia. When you are anointed of God, Kama Mungu anakujua, you'll be accused of all. utakuwa nasingiziwa uongo. People will put stuff on you. Watu watatia vitu kwako, And you're trying to figure out why. unajiuliza kwa njia nini, And the devil will say, lakini Satani atakwambia God don't love you. Mungu hakupendi. And sometimes we listen to him. Na sometimes tunasikia Satani maneno yenye anatuambia. But you know what you got to do? Unajua cha nitafanya? Are y'all ready for me? Mungu kwa tayari. You know what you got to do? Unajua cha kufanya? Are you ready for me? Mungu kwa tayari. Shake yourself. Knock the devil off your back. Jipungute. And tell him I serve a great Satani. and marvelous God. Eti Mungu ni wa uwezo. Are you hearing what I'm saying? Unasikia chenye niko nasema? We got to know who we serve. Mpaka tujue mtu mwenye tunatumikia. Got to be committed to God. Mpaka tubakie pale. If everything is gone, Kama kila kitu iko naenda, if the world hates you, he's kama got dunia inakukataa, If Mungu trouble anakupenda. happens everywhere, he's Kama got shida ziko katika You maisha yako, hear Mungu iko what na I'm wewe. saying? Mungu anasikia chenye niko nasema? God in spite of our trouble. Mungu anaweza kila kitu. God in spite of our situation. Mungu anajua anaweza kila God kitu. when nobody helps you. Mungu hakuna mwenye See kumsaidia. people who can do it Anajua kila kitu. when everything is against you. Kama kila kitu inakukataa, Nobody want to help hakuna mtu mwenye you. anakupenda. You find yourself all by yourself. Wewe uko kipekee. Nobody will lift a hand. Hakuna mtu mwenye anaweza kusaidia. Nobody want to say anything Hakuna mtu good. mwenye anataka kuongea na wewe. All you hear is bad. Kitu yenye unasikia ni vibaya All tu. you hear is don't nobody like Kitu you. yenye unasikia ni vibaya tu. But I know a God that loves Unajua me. Mungu I know a
get you Kama down, Satani anataka kutia you chini, better come against him with a mpaka blow. kuwe na nguvu. How you fight the devil back? Kitu nakumbana na Satani That you give God the ni glory. mpaka usifu Mungu. Have no money in my pocket. Kama kuna pesa Have mfukoni, no friends na behind. hauna rafiki nyuma, Have nothing going my way. hauna kitu yenye iko na But I kusumbua, can give God the glory. lakini ni mpaka I umsifu can Mungu, lift him up ni mpaka mtie yulu all by myself. wewe tu. I don't need the drums. Hauhitaji ngoma, I don't need the piano. hauhitaji keyboard, I don't need other folk. hauhitaji kila mtu All mwingine. I need is one person. Yenye unahitaji ni wewe. Amen. Watch this. Ona. Remember what he said. Kumbuka yenyewe Mungu He said, anasema, where there are two or kama three kuko wawili ama watatu, gathered together, wenyewe wako pamoja, touching and agreeing. wenyewe wako na sikia kitu kimoja, mie niko kati yao. Watch this. Sikia, Because, watch this. sikia. The one person Kama mtu mmoja, God will give a vision to. mtu atampatia ndoto, But the person with the vision lakini mtu mwenye kuna ndoto cannot go through by his or herself. hawezi zipitisha ndani yeye peke. God got to send you a Mungu motivator. atakupatia mwingine. If he has the vision, Kama mie niko na ndoto, God has to send you a Mungu motivator atatuma mtu mwingine that will motivate the one with the mwenye vision ataambia ule mwenye iko na ile to ndoto get the job done. kusudi aseme ile yenyewe ameona. Now the motivator Sasa ule mwenye atakumpatia mradi, cannot tell the one with the vision ule hawezi ambia ule mwenye iko na what God ndoto is doing. yenyewe Mungu iko nafanya. The motivator's job Ule kazi yake is only to come over ni to the ule one anaambia ule mwenye iko na with the ndoto, vision mwenye iko na ndoto and encourage anampatia the one mradi, with the vision anampatia mradi to do the will of God. fanya chenye Mungu amekwambia kufanya. Unasikia? The one with the vision Ule mwenye iko na ndoto, cannot be the motivator. yeye hawezi kuwa ule mwenye atapana mradi. They are under a heavy load. Kwa juu wako na mzigo And they mzito. need someone, Wanahitaji mtu mwingine, they need someone wanahitaji mtu that mwingine they can link up with. wenyewe watakuwa pamoja, watakuwa wawili ama watatu wenyewe wako You pamoja. hear what I'm saying? Unasikia chenye niko You nasema? need a motivator. Unahitaji mtu wa You ought to kupata find mradi. somebody in this Mpaka place. utafute mtu Come mwingine. on, find somebody in this place right now Hapa tafuta mtu mwingine. that can motivate Mtu mwingine you. anaweza kupatia mradi. You can be motivated. Unaweza kuwa ule mwenye You kapana can mradi. be linked up with somebody. Mpaka kutana na mtu mwingine. Come on, let's get on your feet right Acha now. tusimame tena, acha tusimame You tena. need somebody to motivate you. Tafuta mwingine mwenye anakupatia Come mradi. on. I'm telling you right now. Nawaambia sasa hivi, Find somebody tafuta mtu that will motivate you. ule mwenye atakupatia mradi. I want you to look at that person Nataka umuone whose hand you have. ule mwenyewe unagusa And I want mkono. you to tell them, Ambia mtu mwenyewe unagusa mkono. if it's a brother, say brother. If it's a sister, say Kama ni sister. ndugu yake mwambie ndugu. Say brother. Mwambie If ndugu it's a yako. girl, say girl. You know, Kama just ni msika mwambie be motivated. nipatie mradi. You can do it. Najua unaweza You fanya. got everything. Najua una kila kitu. And for furthermore, guess what? Unajua kitu? I believe in you. Nakuamini. I believe God got it. Nakuamini I believe God wants you. Mungu I anakutaka. believe God called Najua you. Mungu I anakuita. believe God sent you. Najua Mungu I alikutuma. believe this is you. Najua I wewe want to be here with you. nitakuwa I hapa na want you wewe. to go on and get started. Mpaka tukue You tunaenda can do pamoja. it. Do you hear what I'm saying? Unasikia kitu yenyewe You nasema? got to share with Mpaka somebody. ukaambie na mtu mwingine. Somebody ever shout hallelujah? Unasema haleluya. Gotta have a motivator. Ni mpaka upate mtu wa kupatia mradi. Gotta have a Mpaka motivator. upate mtu wa kupatia mradi. Y'all remember Moses? Unakumbuka Moses? Moses didn't go until he had a motivator. Moses hakuenda mpaka alipata mtu wa kupatia mradi. Yule alikuwa Daudi. Aaron came along. Alikuwa kama alikuwa yeye peke, He needed some encouragement. alitaka mtu wa kumupatia mradi. Moses was talking to Moses alikuwa anasema He needed someone alikuwa anahitaji mtu to encourage him. wa kumsaidia. So do you. Sasa uko naye So do I. sana mie Your pastors need na motivation. wapasta wenu wanahitaji wasaidizi. People come to us all the time. Kuna watu wanakuja kwa sie This trouble, wanaleta shida, that trouble, shida nyingine inakuja, these things going wrong. vitu inaenda mubaya, That's going wrong. vile vitaenda You mubaya. know what? Unajua kitu? The pastor got something on their back. Pasta naye ako na mashida
zake. Sometimes the pastor go with things in their family. Iko na shida za nyumba, Sometimes it's within themselves. ama ni yeye tu, Sometimes it's others. ama ni watu wengine, But you got control of the whole church. lakini ni mpaka asimamie kanisa. When are you going to encourage your leader? Sasa ataencourage We watu got to learn wengine how aye. to encourage our leader. Sasa atapatia morale It watu ain't just wengine aye. about you. Ni wewe. But if it's not them, Kama haiko wao, you wouldn't have what you got. hautapata vitu yenye uko nayo Who sahihi. taught you what you got? Nani mwenye alikufundisha yenye uko Who nayo showed sahihi? you what you got? Nani mwenye alikuonesha yenye uko nayo Who sahihi? was there with you? Nani mwenye alikuwa na wewe? Guarantee it was somebody. Najua kulikuwa moto tu. You gotta understand Ni it. mpaka uelewe. That's why we need each other. Ule ndio maana tunahitaji Mungu mwingine. Clap your hands and give God some glory. Piga makofi, piga makofi. Come on, clap them in the air. Piga makofi. Somebody shout hallelujah. Haleluya. We ain't done yet. Somebody shout hallelujah. Haleluya. Come on, say it one more time. Sema haleluya mama. If God is good, shout hallelujah. Sema kama Mungu ni mwema, sema I haleluya. believe He's gonna get you through it. Shout hallelujah. Unajua Mungu anakupitisha kwa If shida, you sema want Him to haleluya. bring you out, shout Unajua hallelujah. Mungu anakutosha kwa shida, Get sema me out of my haleluya. grave clothes, Lord. Hallelujah. Kama una watu wanamwambia Get me away from my haleluya. troubles, Lord. Kama Hallelujah. unataka mashida, sema I need haleluya. to go through this trouble. Kama Hallelujah. unapita kwa hii shida, sema Somebody haleluya. ought to be ready to shout Kama Mungu hallelujah. anataka kusema haleluya. Thank you, Lord. Mungu shukuriwe. I thank God for all His goodness. Nashukuru Mungu kwa mema yote. I thank God for the things He's doing. Nashukuru Mungu kwa mambo yenye anatenda. But you got to be ready now. Lakini mpaka ukuwe tayari, You got to be ready. ni mpaka ukuwe umejitayarisha. Don't let nothing that you're going through right now Usiache shida yoyote, iache vitu yenye uko nafanya. be the thing steering you. Ukuwe vitu yenye inakuongoza, The only one and the only thing that should guide kitu yenye inapashwa kuongoza you is the Lord God Almighty. ni Mungu mweza yote. And only Him Na ni yeye tu. can He direct my life. Ni mpaka aache vitu yenye imepita. That's why we need Him. Ule njoo mwenye tunahitaji. I thank you and I appreciate each Na washukuru, I appreciate each and every one nashukuru kila mtu because God is good. kwa juu Mungu ni mwema. And I pray that you got something out of this Na message. naomba mkuwe mmepata kitu If kwa you hii got message. something out of the message, Kama umepata kitu kwa hii let me hear you ujumbe, shout nataka hallelujah. useme haleluya. Hallelujah.